I will show you. Kwa sababu umepata kibali katika uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo tukiwa na uwepo wa Mungu, mahitaji yetu yote, yale yote ambayo tunajiuliza, yale yote ambayo tunataka, yanafanyika kwetu. Sio bure tu, kwa maana tumepata kibali mbele za Mungu. Machoni pake tumeonekana kuwa wa maana. Anamalizia kuambia mtumishi wake Musa ya kwamba nitayafanya kwa sababu na wajua kwa majina yenu. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa kuhimiza mtu ya kwamba wewe kaa katika uwepo wa Bwana. Haijalishi itachukua muda gani ili Mungu ajidhihirishe. Bora tu amekuita tu. Wait for our lives. Hallelujah. Amen. So whenever we stay and abide in the presence of God, expect more doors to open. Expect ways to be opened where seems to be no way. Because we are serving a might and a living God who is not limited. Hallelujah. Wakati watu wanaona huku umefika mwisho, sisi tunakuja mbele za Mungu. Tunamulilia Mungu, tunamwambia unatuchukua. Sisi ni watoto wako, kazi ya mikono yako. Mungu hatatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anafungua njia mahali ambapo hapana njia. Kwa nini anatufungulia njia? Tumepata kibali machoni pake. Tumezoea kukaa katika uwepo wa Bwana. Jana tulikuwa kwa mkutano wa wadada mahali hapa. Mtumishi wa Mungu alikuwa anatufundisha juu ya Elijah na Elisha. Haikuwa rahisi kwa Elisha kupokea kutoka kwa Elijah. Ilimugharimu sana miaka 24. 24 years. Alikuwa anamsaidia kama mtumishi wa Mungu. Anampepea bagi lake. Wanatembea na yeye. Mpaka anaponyakuliwa na wakati Elisha anamuomba kwamba ampe ile anointing yenye alikuwa nayo. Elijah anamwambia umeomba kitu ngumu, utakipokea, lakini si bure. Haikuwa bure. Alimwambia ya kwamba unitazame mpaka nitakaponyakuliwa. Kwa hivyo angempea, lakini alimpea kazi nyingine ya kufanya. Amuchunge. Kwa hivyo angeenda harare. Elijah aende bila yeye kusudia vile ananyakuliwa. Angepata kitu, kwa sababu alimwambia kwamba umeniomba kitu kizito, lakini kuwa makini. Yani utazame mpaka nitakaponyakuliwa. Na anapochukuliwa na farasi wa moto, alikuwa anatazama. Anasema mkubwa wangu umeenda. This is how you have left him. Anamtazama, analia. Akienda akafika huku juu katikati, anatoa shuka yake anamtupia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si bure. Ambaye ametuita anataka kutubariki.
anataka kutu test. So tukiwa tukiendelea kukaa katika uwepo wa Mungu, mambo makubwa yatatendeka kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Another thing here that we find when we are in the presence of God, Psalms chapter number 27 verse 1. The Lord becomes our light. He becomes our strength. He becomes everything unto us. Hallelujah. Amen. Tunapokaa katika uwepo wa Bwana, Bwana anakuwa mwanga wetu, anatuangazia katika mambo yote. Kama umeipata utatusomea. Saburi 22:1. The Lord is our right and our salvation. Who shall I fear? Hallelujah. Amen. So when we are in the presence of God, David, who is talking here now in the book of Psalms, he knew how to walk with God. He abided in the presence of God. So anapotuzungumzia maneno haya, alikuwa kuna ufahamu na Mungu. So alikuwa amezoea kukaa katika uwepo wa Mungu. Anajua ya kwamba nikiwa katika uwepo wa Mungu, Bwana ataniangazia. Nikikaa katika uwepo wa Bwana, atakuwa mkombozi wangu. Atakuwa ngao yangu ya kunikinga na mabaya yote. Hallelujah. So it's good. Ni sisi tunafaidika. Ni sisi tunafaidika. So tukikaa sana katika uwepo wa Bwana, tukikaa sana mbele za Bwana, tukimuita na kumulilia kwa mambo yote, na tukimtumainia, atangaza katika njia zetu, atapigana na maadui zetu, atatupea ushindi. Hata tutakapokataliwa na wengine, atatukubali, maana yeye ni Mungu. Vile anavyosema Daudi, anasema in the book of Psalms hiyo number 23 and 27 verse 10 hapo, anasema though my father and my mother forsake me, hata onye tata na baba barabe bagontiga omonene nangire imboyoye. Praise God. Amen. So even though you are rejected, nabuangwa, watu kwa kijiji wanakukataa, wataki kukuona. Daudi anasema ya kwamba hata baba yangu na mama yangu wanikane. Kama wazazi watakukana, unafikiriaje watu, yani unawezaje fikiria kwamba watu wengine watakupenda? Daudi anasema ya kwamba nitamtumainia Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kwa sababu ya wakati, ningependa kusoma kitu kimoja hapa, one verse only, nikimalizia. So when we are there is something here that David in the book of Psalms number 100 Psalms 27 again, verse 4. There is a prayer here which David is making to God. He says, verse 4, one thing I have asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to acquire his temple. Na sabire lingane elimo korwa so monene elio na linganetie imenya ase nyumba yo monene asama tu konsi yobugima bwane elinde ndoro bosera bwo monene na kuna
Amen. Praise God. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo nafurahishwa sana na ombi la Daudi. Nafurahishwa sana na Musa kuuliza Mungu maswali. Inatufanya tujue, inatufanya tuelewe ya kwamba tunapokaa katika uwepo wa Bwana mambo hayapaki kuwa vile yalivyokuwa. So Daudi anamwambia, anaomba ya kwamba kwa mambo yote yale ambayo ninayaweza na yale siyawezi, nataka kuomba neno moja kutoka kwa Mungu, ya kwamba nikae katika nyumba yake siku zangu zote, nitazame matendo yake makuu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mahali hapa peke yake, mahali hapa peke yake ndipo tunaona mambo makubwa, ndipo tunaona matendo makuu ya Mungu. Tukuje tumjaribu Mungu, tukae uweponi mwake, tuone kama hata tutendea. Bwana Yesu asifiwe. Tungangane kama Yakobo. Usiku ule alingangana na malaika, anamwambia ya kwamba sikuajiri, najua wewe ni Mungu, sitaki kukuacha mpaka unibariki. Pia sisi tusongee karibu na Mungu, tumwambie ya kwamba sisi ni kazi ya mikono yako. Mungu tusaidie. Haleluya. Tusimame na yeye kabisa, uweponi mwake tuwe, ili tubarikiwe. Bwana Mungu na wabariki. Ni vizuri katika kukaa katika uwepo wa Bwana, ni faida kwetu, ni faida kwetu. Amen. Ningependa tusimame juu tuombe. Amen. Amen. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, 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 Baba yetu, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Amen. Ni vizuri kuwa katika mbele za Mungu. Hakuna mtu ambaye amefaulu kukaa mbele za Mungu akapaki jinsi alivyo. Na wote waliomkaribia Bwana, Bwana alibadilisha maisha yao. Walioletwa mbele za Mungu, mbele ya Yesu Kristo, wakiwa wagonjwa, walitoka wakiwa wameponywa. Na katika asubuhi ya leo umesikiza kupitia mtumishi wa Mungu ambaye ameweza kutuzungumzia. Ni vizuri kuwa katika uwepo wa Bwana, maana katika uwepo wa Bwana mambo yote yanawezekana. Hivyo Bwana akubariki sana utakapojifunza kukaa katika Mungu.
na Mungu atabadilisha maisha yako. Baba Mungu ishie milele, kwa jina lipitalo majina yote, jina ambalo limeinuliwa zaidi, jina la Bwana Yesu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya mtumishi wako David ambaye ametuzungumzia. Naomba kwamba Bwana, popote neno hili limepata nafasi katika maisha yetu, litufundishe, lilete uponyaji, litufundishe, likaweza kutukemea, ili mtu wa Mungu akaweze kuwa ameimarika katika kazi yako. Naomba utusaidie tujifunze kukaa chini yako, maana tunapokuwa karibu na wewe Bwana, mambo yetu yatakuwa rahisi. Tutakapokuwa pamoja na sisi, magonjwa yatakuwa shida. Utaponya magonjwa yetu yote. Hivyo nakushukuru kwa sababu ya ibada hii, na pia nakushukuru kwa sababu ya wote wale ambao wameweza kutusikiza na hata kututazama katika asubuhi ya leo. Tufunike na damu ya Kristo Yesu. Katika wiki hii ukaweza kutuonekania. Walio wagonjwa wapokee miujiza ya uponyaji. Walio na mateso ukaweza kuwasaidia. Waliofiwa na wenzao tumetuma faraja. Watu wako wanapokuwa katika ibada siku ya leo, neema yako ikaweza kuwatosha. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Tunapoingia katika ibada zingine baada ya hii, tunaomba bado utusaidie tukae chini yako, na neema yako itutoshe kwa kuwa wewe ni Bwana. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, ni mama na kwa neno. Amen. Amen. Bwana akubariki mtu wa Mungu ambaye ametutazama na kutusikiliza. Unapoendelea kukaa karibu pamoja na Bwana, na katika Bwana mambo yote yanawezekana. So ibada inakamilika tunapotoa sadaka zetu. Tunatoa sadaka zetu tukienda katika darasa la Sunday School, na kisha baadaye tutaingia katika main service. Na leo tuko na mesa ya Bwana hapa kanisani. Bwana akubariki sana. Kama unatoka karibu hapa maeneo ya Kisii town, unaweza kufanya kanisa la Nyamatarao kuwa kanisa lako. Unaweza kutusikiza ukiwa nyumbani, na bado unaweza kukimbia hapa tuingie katika main service pamoja. Amen. Tutoa sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Yesu, usinipite unapozuru wengine. Usinipite Yesu, usinipite unapozuru wengine. Usinipite